Baby. Yes, ma'am. Baby. Ni jana tu. Leo umeshamstema. Sawa, ni jana. Hivi ndivyo nishatema. Kipenzi. Nakusikia. Kwani upo na nani? Mbona nahisi kama kuna mtu unazungumza naye? Umeshakuwa kipofu. Naona sasa hivi unaelekea kwa kiziwi, si ndio? Usikie makelele ya TV hapo. Samahani kama nitakuwa nakosea. Lakini kelele za TV nazisikia. Na pembeni yangu nasikia kama kuna watu wawili wanazungumza. Mbona nimeweza kuuliza? Wanazungumza na nani? Na kama kuna mgeni pale nyumbani, ungeweza kuniambia mgeni ni nani? Hakuna mgeni yeyote aliyekuja. Na kama pengekuwa na mgeni ningekupa taarifa. Hivyo basi, kuwa na hisia zinazoeleweka. Nisikilize mwanaume. Badala muombe Mungu uweze kuona, saa hizi unaanza kuniuliza vitu ambavyo havieleweki. Hivi, unadhani mimi nasikia raha kukaa huko ndani kama mzigo? Au unadhani najisikia vizuri kwenda kukuchambisha huko chooni? Huku na wishi auzo kufanyia kila kitu. Sijawa kijakazi wako mimi. Tafadhali, naomba usinitoe kwenye mji. Samahani kama nimekukosea. Lakini sikuuliza kwa lengo baya. Niliuliza ili mradi niweze kujua kama kuna mgeni niweze kuzungumza naye. Usifikirie kuna ndugu yako kaja. Halafu mimi sina taarifa. Sijauliza kwa lengo baya. Naomba unisamehe sana kipenzi changu. Unajua watu kama hao sio kwa kufokia mara. Sio unaweza kukuta panachukua maamuzi magumu. Anaenda kujua kwenye mwendo. Mata jinyosha choka. Msije kwa nini zangu na yeye sio nitonya. Kipenzi. Na kiu ya maji. Tafadhali. Naomba unitende niweze kunywa. Hivi unajua mwanangu unanikera sasa. Wewe una hisia? Basi nenda na hisia zako kwenye friji, kachukue maji. Yaani umekuwa unanichosha bwana, sio siri. Huko ndani nimekaa tu nateseka. Hivi nikuulize swali. Unajua uje kuniridhisha hata siku moja? Kila siku basi papasa na huoni. Nenda katengeneze macho yako and then njoo ongea na mimi vizuri. Naomba usinivuruge. Na sasa unanitambua vizuri. Sijatoka kwetu kuja kuwa mzigo huko kwako. Ndio mwingine hatajielewi baby. Nakuomba usije ukaa kama Sikiza nikwambie Brown, sina muda mchafu wa kufanya tendo la ndoa na wewe. Umenielewa? Wewe vipi? Kipenzi. Nimekumisi sana. Takriban mwezi mzima sasa. Hatujashiriki tendo la ndoa mimi na wewe. Tafadhali. Bwana na haja. Nahitaji unipate kidogo basi. Kwa mimi ndo usingizi wako. Hivyo kumbe fala eh? Kama shindo kulala huko ndani kutoe sebuleni. Sada. Nakula na shiba. Na wewe nimekuoa. Ili mradi wago na timizi haja zangu.
Nadhani unaelewa nini maana ya hisia. Tafadhali basi nisaidie. Kaka. Haja zako zimalizie kwangu. Hivyo umechanganyikiwa. Si utanichafua tu mwili wangu. Alafu kati ya wanaume nao unatoka. Hebu niondoe upuzi hapa. Niache nipumzike. Na tena ukome. Sitarudia kwa mara nyingine. Puzi wewe. Aombe macho uone, unataka kunanilia. Na kunichafua mimi bure. Wewe nini? Babe, una tatizo gani? Mbona unataka kuingia ndani? Sio kama kaida yako. Napoingia huko ndani nakuwa bored sana. Kwa sababu hiyo kipofu wako. Unadhani nitaendelea kujibana mpaka hivi? Babe, calm down jamani. Au unadhani mimi napenda? Sipendi. Mimi naamini kuna siku yataisha. Nikwambie kitu. Sisi wanaume ni kama watoto. Pale tunapoambiwa acha, tunaweza tukaacha na tukarudia tena. Na hakuna kitu ambacho tunafeel sisi wanaume kama kusikilizwa. Tena hasa ni kusikilizwa na mwanamke ambaye unampenda kutoka moyoni. Huwa tunafeel sana hicho kitu. Nalielewa hilo. Lakini siku mimi nampenda huyo. Unatambua fikiri mimi nakupenda wewe. Na mimi hata hizo situation tunazozipitia zikiisha mimi nitakuwa huru kabisa na wewe. Naomba nielewe mpenzi wangu, twende ndani. Na kitu kimoja ambacho nimekuja nacho hapa leo. Kitu gani tena? Nahitaji uchague mimi ama huyo kipofu wako. Kwa sababu siwezi kuendelea kujibana hivi kila siku. Nahitaji niwe huru na wewe. Nahitaji niwe free. Nahitaji nifanye kila kitu kwa uhuru nikiwa na wewe. So nafanya kitu afu nakuwa nafikiria kipofu wako. Ni mfumo gani? Babe, mimi nakupenda wewe. Okay. Basi kuna mpango ambao ninao. Mpango gani tena? Nakusikiliza. Wewe samahani kama nitakuwa nakuvunjia heshima. Lakini kitu unachokifanya sio kitu kizuri. Unajua nipi nashindwa kukuelewa. Kwani kuna kitu umehitaji mwandani ukakosa? Hapana, simaanishi hivyo. Namaanisha una mume wako. Alafu unaita tena mchipuko ndani mwako. Na wakati mume wako yuko mzima, mbona ulikuwa ufanye hayo mambo? Nikuulize swali. Humo ndani mkuja kufuatia mambo yangu? Kama mkuja kufanya kazi humo ndani, fanya kazi. Lakini kama mkuja kufuatilia mambo yangu, naomba kusanya kila kilicho chako na uweze kuondoka. Samahani bosi, asifikie huko. Sawa, sitokufuatilia tena. Endelea na mambo yako. Na kingine, lisije likatokea jambo kama hili tena. Likitokea kwa mara nyingine au likijirudia, utanitambua mimi ni nani. Sawa, nimekuelewa. Endelea na shughuli zako. Jamani, usiambiwe wewe nani.
Babe. Niambie baby. Unajua umekaa muda mrefu sana hapa. Nahisi unakiwa maji, si ndio? Baby, sote umejuaje? Ni muda mrefu kweli nimekaa hapa. Nahisi kiu sana. Naomba ukaniletee maji. Sawa. Huyo. Karibu babe. Ya baridi. Ya, taratibu. Usinywe. Unamkatiza sinywe maji kama nani? Hivyo nipi? Nimekuambia mara ngapi usifuatilie vitu vya humu ndani? Maji yana sumu. Umejuaje kama maji yana sumu? Umeweza kunipanda kichwani, si ndio? Basi chukua maji unywe wewe. Sasa inatosha. Unataka kuniua mimi kisa mwanaume? Sada, nilikupa kila kitu kwenye maisha yangu. Nilikusamini, nilikujali, nilikupenda. Na sio wewe tu, nilipenda mpaka familia yako, kwa sababu niliamini ni familia yangu. Ulikuwa kila ukija na shida yako niliweza kutatua kwa wakati, kwa sababu niliamini wewe ni mwanamke bora sana kwenye maisha yangu. Lakini leo hii nimeamini kuwa mwanamke hafasiriki. Mwanamke ni shetani. Sana. Sikuwahi kukuchiti. Sikuwahi kukuchukia. Sikuwahi kukufikiria vibaya hata siku moja kwenye maisha yangu, kwa sababu niliamini kuwa ni bora nikosee kujenga nyumba, lakini nisikosee kuoa. Lakini hayo yote hukuyaona. Hakuna kitu ambacho kinaumiza kama yule mwanamke ambaye unamsamini, kumpenda, kumjali, anataka kutoa roho yako kisa mwanaume mwingine. Ungeweza kuniambia kama sikuridhishi kitandani. Ungesema kama kodi ya meza nayo kuachia itoshi. Ungeniambia Brownie, pesa itoshi. Brownie, uniridhishi kitandani. Ningeongeza ujuzi wangu sana. Mara kwa mara ulikuwa unaniambia Brownie, sijawahi kufikiria kukutana na mwanaume kama wewe. Kumbe umekutana na mwamba hapo. Brother, nikupe hongera. Wewe ni fundi sana kitandani. Unajua kumliza mwanamke wangu kama mtoto mdogo. Nampa pongezi. Umri wako ni bora sana. Nakumbuka mara ya kwanza nilijua uchafu wa mwanamke wangu. Baby, please don't break my heart, kwa sababu unajua utamu unaopata kwako sitaki umpe mtu mwingine.
nahitaji basi hizo laza zibaki kwangu tu. Unajua kama ni asari basi niwe nairamba mimi peke yangu kama unavyonifanyia siku zote. Kiukweli kama ni chachando basi unazichachandua, alafu kingine unanivoroge tu pale ambapo ukiwa unanilamba kwenye sikio. Ni kingine pindi ambapo unanizungumzia karibu na masikio yangu. Kipi ni ambacho unafanya mapenzi na mimi babe? Kiukweli bado nazidi kukumisi. Sitamani hata ubaki hivyo, natamani tuanze upya, kwa sababu unajua hata ukiwa unamaliza ni sawasawa na unaanza. Kwa hiyo niache na hamu nyingi sana mpenzi wangu. No. Alafu kingine, kama ile stili yako ulonikunja, no babe, nilijihisi kama nakuwa kichaa na mwendazimu kabisa, kwa sababu brother, simbelizi sipo sawa kabisa. Unajua takriban wiki sasa mwanamke wangu nyumbani amebadilika sana. Unajua mtu ambaye umemzoea akibadilika tu unamjua. Kuna wakati nilimwomba sana tendo la ndoa ananinyima. Yaani sio anakuaje, lakini kitu ambacho kinachoniumiza kabisa, juzi nilitoka kazini, nimefika nyumbani kwanza. Yaani kwanza ilikuwa hali ya tofauti sana kwenye maisha yangu. Nilisogea hivi nikawa nasikia sauti ya Sada akiwa anamsifia mtu. Brother, nikasogea mpaka dirishani nikawa nasikiliza anamsifia nani. Brother, Sada amefika hatua mbaya sana. Sada amefika hatua kunichiti mimi. Anamsifia tena mwanaume mwingine. Kwani wanalinda nani? Ni fundi anayeweza, hajawahi kupata raha kama anaombewa na huyo jamaa. Brother, sikufichi, sijui nilikuwa nafikiria nifanye maamuzi gani. Nilikuwa natamani sijui nikajinyonge, nikajiue. Yaani hakuna kitu kinachoumiza kama mwanamke unamsamini, unamjali, unampa kila kitu kwenye maisha yako, anakuja kufanya vitu kama hivyo. Unajua ni vitu vingapi nimepoteza kwa Sada? Ni mara ngapi namjali Sada? Lakini vitu ambavyo ameweza kunifanyia bro, vimeumiza sana moyo wangu. Jambo kubwa ambalo limenifanya nije kwao, kwa sababu tunafanya kazi ofisi moja, na ninaamua kuchukua ushauri ni jambo gani niweze kufanya, kwa sababu nahisi kama nimechanganyikiwa. Pole sana bwana Brown. Unajua hata ujio wako ulivyokuja nao hapa, nilijua moja kwa moja kuna shida ambayo imekukuta. Na hususan ndugu yangu, kuna vitu ambavyo siwezi kukushauri katika vitu vya mahusiano. Unajua siku zote katika mahusiano unaweza ukawa na mali, una pesa, una gari, una kila kitu, lakini inawezekana bado isitoshe. Lazima uwe na mwanamke ili heshima yako izidi kukua. Unajua tunapokuwa tumefikia katika hatua ya kuwasogeza ndugu zetu karibu yetu ili kujenga nao familia zilizo bora, huwa kuna muda ukifikiria sana, unapomsogeza mwanamke kuwa karibu yako ni sawa sawa na kumchukua adui aliyokuwa mbali na wewe na kumleta karibu yako ili aweze kukushambulia kwa uzuri. Unaitambua hiyo ndugu yangu? Na kama umefuatilia,
kuna watu wengi waliopoteza mali zao, pesa, kila kitu kutokana na mahusiano. Unajua hakuna kiumbe kibaya kama mwanamke. Mwanamke unaweza kumhudumia kwa miaka 100, lakini mkaja mkagombana mara moja na ukawa adui wa miaka yote, akasahau hata yale mema yote uliyomfanyia. Kwa hiyo hilo swala lako ndugu yangu, kwa upande mwingine naweza kukusaidia kukupa ushauri au kukupa njia ipi ambayo uifanye ili uweze kuepukana na huo msalaba. Brother, mimi nakuamini wewe. Ndio maana nikaja kuomba ushauri wako. Sidhani kama utanipa ushauri mbaya. Tafadhali, naomba unisaidie kwenye hili janga. Kwa sababu kila nikifumbua macho yangu nikiangalia mbele naona giza. Na imani wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza kunitoa kwenye giza na kunionyesha mwanga. Tafadhali. Pole sana ndugu yangu. Najua ni jinsi gani maumivu unayoyapata, hususani kwenye ndoa yako. Lakini unajua siku zote mwanamke mpumbavu anasema ni yule ambaye anaivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kuna wengi wanazitamani hizo nafasi na wazipati. Hivi unajua siku zote peni haiwezi kuleta maana ya kuitwa peni pasipokuwa na wino ndani yake. Kwa hiyo ni mtihani. Nafikiria jinsi gani ya kuweza kukusaidia, lakini nashindwa. Yaani mimi ambacho naweza nikakupa, nakupa tu njia ambayo unaweza kuifanya na ikakusaidia kujua uchafu wote ambao anaufanya. Ni mbinu gani basi? Njia yenyewe ni fupi tu. Niliamua kufuata akili ya rafiki yangu Mike. Kwa sababu nilitaka kujua uchafu gani ambao unafanya mwanamke wangu. Ila niseme hakuna kitu ambacho nimewahi kukosea kwenye maisha yangu. Kila jambo lolifanya umeamua. Sada, hii nyumba ni kubwa. Kusanya kila kitu chako na uweze kuondoka. Hivyo sikuhitaji tena. Babe, samahani. Sijifanya kwa makusudi. Tafadhali naomba unisamehe. Ibilisi tu amenipitia. Unasema masuala ya shetani kakupitia? Sasa nisikilize. Sitaki kunyanyua mkono wangu kupiga. Natoka ninunue bastola yangu mundani, sijawahi kuitumia. Naomba utoke. Nipe. Samahani kama nitakuwa nakuvunjia heshima. Na imani wewe ni mtu mzima. Siku ambazo tumekaa wote humu ndani, sikufiche tu. Nakwambia ukweli wa moyo wangu. Nimegundua ni mwanamke sahihi kwangu. Na sio Sada. Nipe. Nataka uwe mwanamke halali kwangu. Tena mwanamke wa ndoa. Yaani namaanisha kuwa nakupenda sana Nipe. Na sihitaji kukuchezea. Nitafuata prosesi zote mpaka tutafunga ndoa. Nakupenda sana Nipe. Kweli? Namaanisha.
Nakupenda pia.